Halo. Vipi? Oh bwana. Mimi nafikiri uko hospitali bwana. Nasikia uligundwa sana. Kulikuwaje sasa? Unajua sitaki watu waone kama mbele, unajua watu wanacomment vitu vingine kule Facebook. Ndio maana hata na kurekodi ndio at least watu wajue kweli uko wapi. Sasa hiyo nyingine ambayo anakuja kule kama alisema nani transport itakuwa shilingi 4,000. Ambapo kwa nini nipatike pale niweze kumsotia balance, lakini ilikuwa nafikia mapema kuliko hata. Bana mimi ile pesa bora ile transaction hii na bango ya kawaida ya 07 kuna namba nyingine ambayo huwa hiyo nafanya nayo transaction. Ya kazi. Kuna viungo vingine wewe alikuwa na ile viungo vingine na vingine kurudisha mambo mengine. Hii mambo vile ananiambia vile viko na vile hakuna nimekodesha mali pengine ili niweze kupa kazi ya watu. Sasa bana mimi nikatoka nikijua kwamba kule ile bwana atakuwa ashafika na sauti. Aliponipigia kuna wakati alinipigia hiyo simu ambayo ilikuwa nimefanya transaction niliacha nyumbani. Nilikuwa nayo ni hii yangu ya kawaida. Kwa sababu kuna mtu aliniomba namba yako, mimi sikujua ni nini. Nikasema ala pengine atakupa kazi. Mimi nikamtumia. Sasa baadaye naona ameposti status kuna producer fulani huko amepigwa. Ndio producer gani na huyo ameniomba namba. Kupigwa. Ni watu wanasema sio unajua kuna ile kulikuwa na vurumai tu watu wanashindana pale lakini niliongea naye hakuna mtu alipigwa bado. Sasa bwana kutoka kule jamaa hajafika. Naona. Nikakisha baadaye alikuwa ndo baadaye tukatafutana akanitafuta kwa nini akaniambia mimi nimekurudishia pesa yako. Kwa sababu nimekosa usafiri. Unaona bwana? Na ujue hiyo time nilichanga kwamba tungekuwa tumeshafunga sound na kazi ya watu. Akanikoroga sasa kitendo cha kueleza wala ni shughuli ile iko kama ni tafuta alternative haraka hapo wakajabu. Unaelewa bwana? Wakajabu kutokana na sisi kama walikuwa watakujaji bila vyombo nini. Na kumbuka tu gari ambayo ilikuwa inakuja nayo kwa matatu. Ilikuwa na vitu gani? Sikushukisha kwa sababu kwa naona vile sana nikishukisha habari za kama keyboard majita drums ile kule alikuwa nipigie. Wanasema ulifika saa 4 wewe ndio maana. Alikufika saa 4. Watu wataongea kwa sababu kwamba ilitoka na mmoja wa shughuli kutoka huko Mombasa mpaka huko. Nilitoka na mmoja wao mpaka huko shughuli sasa kama tulibeba watu na tukaenda sote. Sasa mazeka umaika hivyo ilivyo kwa hiyo na tukaongea na shughuli kidogo akalikuwa kubali wakatoka kwenye ile nuksi na wale mashabiki sio wamekuja kutaka kusikiza ngoma hao wana ile pressure. Waliniokolea pale maana wale jamaa pengine kweli wangepiga lakini wale shughuli wakanitoa akinidanganywa tukaelewana. Wangekuwa mashabiki wamekubunda. Sikupigwa watu wataongea tu kwa sababu kila mmoja anaongea yake kwa sababu kuna wengine hawakuwa. Na nimesema acha ni confirm kwanza before watu waongee sana sababu watu wanaongea sana kweli. Mimi mwenyewe ndo nakwambia hata maana hivyo mambo. Hata nilikuwa naamua kusema leo nichukue video niongee kutoka kweli wangu. Na kisha nimepost hata mimi manake message sifanya tu na ila kama ile kuna ile gani. Watu maandika vitu kweli huko. Kwa sababu kuna MC hapa pia aliposti sio tu MC nani huyo. Wanasema paka ulifungiwa kwa nyumba. Deshi ndo akipauka. Wengine wanasema uliosha vyombo. Hiyo kwa nyumba ni kwa sababu ile pressure nyingi mashabiki walikuwa nao pale. Wale mashabiki walitaka kupiga ndo kafungiwa kwa nyumba. Unaelewa? Wao ndio walikuwa wamejema na pengine kunipiga lakini sio hicho. Lakini nikielewa na wenyewe walipatia kazi. Nikarudisha mapeni mimi baadaye wanaenda basi baadaye mmoja watu watoka lakini baadaye utaisha zako. Na vyombo uliosha ama kwa sababu mwingine sasa uliosha vyombo. Alisema uliosha vyombo, utarudia tena.
wanaongea vitu ambavyo ni ile tu wanataka pengine kukuharibia. Kudalilisha, kufanyaje, wataongea. Mimi sasa nimekubali wataongea, wataisha, lakini hataisha kwa sababu mimi mtu wangu nimeelewana na shughuli, nimerushia mapeni, imeisha. Sasa hao ni kuongea, wengine wataongea, lakini hataenda tutaisha. Mimi mhumu wangu nimeshabiania na wenye shughuli. Poa basi, kama mlimalizana vizuri ni poa. Yaani leo tu kule kuongea kwa watu si vizuri, watu kutoka mdogo pia na kuharibia. Mimi niko kazi. Poa, acha nitawapostia hii record at least wasikie ukweli. Si wengine wanasema ule usha vyombo, wengine wanasema ulifungiwa, wengine wanasema mashabiki walikubunda. Uhusiano tusitawezi kuisha mali kama huko. Hata watu wanaongea tu kwa sababu ile hawajui nilipoingia kule ndani nilikuwa naongea nao nini. Washabiki walibaki nje, mimi nilikuwa ndani. Hayo waliniona na ushabiki ni nani? Kuna jamaa tu nani Omar Toa, yeye ndo aliniomba namba birthday. Wamjua wewe Toa? Alikuwa atakupigia simu, ruhusa ilikuwa hapo kwao. Sasa nikasema vile ni rafiki yangu, acha nimtumie. Mimi sasa sikujua na kijana mwingine anaitwa Martin ambaye ni huko kwa Mbonde, naye kutoka huko. Mimi nilikuwa najua yomba namba kwa sababu ya kupekaje. Sasa baadaye naona kidogo status sijui producer fulani hapa anaosha vyombo. Hakuna